Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 2, Biblia inasema, mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Dunia imejaa wasanii wa akili ambao wanajua namna ya kukuendesha bila wewe kujua. Watu wenye mafanikio makubwa duniani hawatumii nguvu, wanatumia ushawishi. Na pia kumbuka, dunia haikupi unachostahili, bali unachoweza kushawishi. Leo naenda kukupa mbinu 7 za kumshawishi mtu yoyote afanye unachotaka. Lakini kabla hatujaanza, naomba usubscribe na kulike video hii tafadhali. Pia, hakikisha mbinu ya 4 na ya 7 huzikosi. Mbinu ya kwanza, mtego wa deni la hisia. The law of reciprocity. Binadamu hapendi kuwa na deni. Ukimpa mtu zawadi, fadhila au siri ambayo hakuomba, unatengeneza mzigo wa kisaikolojia moyoni mwake. Hapa ndipo siri ilipo. Usianze kwa kuomba. Anza kwa kutoa kitu kidogo lakini chenye maana. Unapompa mtu thamani kwanza, unamfunga pingu za kisaikolojia ambazo zinaweza kufunguliwa tu kwa yeye kusema ndio utakapoleta ombi lako. Anayetoa kwanza ndiye anayemiliki matokeo ya mwisho. Mbinu ya pili, uhaba wa bandia. The scarcity trap. Binadamu ana hulka moja ya ajabu. Anathamini sana kile anachoweza kukipoteza kuliko kile anachoweza kukipata. Hii ndiyo sababu almasi ni ghali na mchanga ni bure. Ukitaka mtu afanye unachotaka sasa hivi, ondoa dhana ya kwamba una muda mwingi. Usimwambie, tunaweza kufanya hivi siku yoyote. Mwambie, nafasi hii inafungwa leo saa 10 na kuna watu wengine wako tayari kuichukua. Unapoweza kuweka shinikizo la uhaba, ubongo wa binadamu unahama kutoka kwenye kufikiri na kuingia kwenye hofu. Katika hali ya hofu, watu hawabishani, wanafanya maamuzi haraka ili wasibaki nyuma. Kuwa adimu na utaona thamani yako ikipaa. Mbinu ya 3, mirroring na urafiki wa siri. The art of mimicry. Tunawapenda watu wanaofanana nasi. Tunawaamini watu ambao tunajiona ndani yao. Hii inaitwa mirroring. Ikiwa unazungumza na mtu, anza kuiga kwa siri namna yake ya kukaa, kasi yake ya kuongea na hata maneno anayoyatumia mara kwa mara. Hii siyo katuni, ni sayansi. Unapofanya hivi, neva za fahamu za yule mtu zinatuma ishara kuwa wewe ni sehemu yake. Ukishafanikiwa kuvunja ule ukuta wa mimi na wewe na kuingia kwenye hali ya sisi, ulinzi wake unashuka. Binadamu hawezi kujipinga mwenyewe, na kwa vile unamfanania, hawezi kukupinga wewe. Mbinu ya 4, kuweka nanga. Anchoring. Ushawishi ni mchezo wa kulinganisha. Ukitaka mtu akubali ombi la shilingi 100,000, anza kwa kumuomba 1,000,000. Atashtuka, atakataa na labda atakuona una kichaa. Hiyo ndiyo tunayoita nanga. Baada ya yeye kukataa, shusha ombi lako mpaka lile 100,000 la mwanzo. Machoni pake, 100,000 itaonekana ni kidogo sana kulinganisha na 1,000,000 uliotaja mwanzo. Atahisi umemhurumia, na kwa sababu binadamu ana asili ya kutaka kuelewana, atakubali lile ombi la pili ili kufidia kukataa kwa kwanza. Umepata ulichotaka kwa kumpa kitu kikubwa zaidi cha kukataa. Mbinu ya 5, mlolongo wa ndio. The consistency loop. Hakuna mtu anayetaka kuonekana mnafiki au kigeugeu. Tumia mbinu hii kumnasa. Kabla ya kutoa ombi lako kuu, muulize maswali madogo madogo 3 au 4 ambayo unajua lazima aseme ndio. Je, unataka kuwa na mafanikio? Ndio. Je, unakubali kuwa nidhamu ni muhimu? Ndio. Mara tu ubongo wake unapoelekea kwenye mkondo wa kukubali, swali la 5, lile unalotaka afanye, litapita bila upinzani. Atajisikia vibaya kisaikolojia kusema hapana,
baada ya kusema ndio mara 4 mfululizo. Umemfunga kwa maneno yake mwenyewe. Mbinu ya 6: mamlaka na nguvu ya kimya. The power of silence. Watu dhaifu wanaongea sana. Watu wenye ushawishi wanamiliki ukimya. Unapotoa hoja yako au ombi lako, simama hapo. Usijitetee. Usiongeze neno. Angalia machoni kwa utulivu na subiri. Katika hali hiyo ya wasiwasi, mtu mwingine ataanza kuongea ili kuondoa uzito wa ukimya huo, na mara nyingi ataongea kwa namna ya kukubaliana na wewe ili kupunguza presha aliyonayo. Kimya chako ni silaha. Itumie kuwafanya wengine wajisalimishe. Mbinu ya 7: hofu ya kupoteza. Loss aversion. Usiwaonyeshe mbingu, waonyeshe moto. Utafiti unaonyesha kuwa binadamu ana msukumo mara 2 zaidi wa kuepuka kupoteza kitu kuliko kupata kitu kipya. Usimwambie mtu, ukinipa mkataba huu tutapata faida kubwa. Mwambie, usiponipa mkataba huu leo, mshindani wako atauchukua na utapoteza soko lako ndani ya mwezi mmoja. Hofu ya kubaki nyuma, hofu ya kupoteza nafasi na hofu ya kuachwa ndiyo inayosukuma dunia. Ukijua namna ya kuonyesha hatari ya kukataa kwake, atafanya unachotaka ili tu aweze kulala kwa amani. Kumbuka, ushawishi si uchawi, ni sayansi. Ukizitumia mbinu hizi, dunia itakuwa uwanja wako wa michezo. Kama video hii imekufungua macho, nisaidie kusubscribe na kulike ili iwafikie wengine wengi zaidi. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.